Karibu. Ni majira ya saa 5 usiku. Natoka zangu misele nikiwa na washikaji wenzangu. Nilikuwa na gari yangu ndogo aina ya Spasho. Tukiwa tungi tumelewa na jamaa zangu. Tulifika mitaa ya getoni kwangu. Washikaji zangu walinitaka niwashushe waendelee na safari ya kwenda getoni kwao. Niliwashusha nami nikashuka. Nikatoa wallet yangu ambayo ilikuwa na noti zimenona haswa. Nilichomoa noti kadhaa bila hata kuhesabu kwa jeuri ya pesa niliyokuwa nayo. Niliwapatia, oya, mtapata supu asubuhi au mnasemaje wanangu? Wakanitikia wakasema poa. Mmoja wao akawa anasema, Ellison mwanangu, mi geto kwangu siendi. Huyu alikuwa ni Peter ambaye alikuwa ni mmoja wapo ya wale majamaa zangu. Nikamuuliza kwa nini uendi nyumbani kwenu? Akaniambia, mama mwenye nyumba, jamaa yangu kuanzia majuzi kaniganda kinoma. Anasema nimpe chenji yake, sijamlipa kodi. Nikamuuliza kwani anakudai shingapi? Peter akaniambia akasema anaidai 1,500,000 mwanangu. Nikamuuliza, vipi, tunaweza tukaenda getoni kwangu tukalala wote, alafu tutaangalia utaratibu kesho yake itakuwaje? Peter alisema sawa. Aliingia kwenye gari na mimi nikapanda kwenye gari, tukaanza safari. Nikawasha mziki kwa sauti ya juu fulani hivi. Makelele hapo mtaani, watu walikoma, maana hakuna aliyelala kwa makelele yale. Nilifika getoni kwangu, nikapaki Spasho yangu sehemu ya maegesho. Nikaingia ndani na jamaa yangu Peter. Hata geti sikukumbuka kufunga. Uko ndani kuligeuka klabu ya mziki. Kwenye maisha yangu msikilizaji, sikuwaza kitu maendeleo. Nyumba niliyoishi ni ya urithi wa baba pamoja na mama. Waliacha mali nyingi sana na wenyewe wameshatangulia mbele za haki. Sikuwaza kuhusu kesho. Nilichojua mimi ni kutumia pesa zinizoee. Watoto wazuri walikula na kunywa walivyotaka, niliwagharamikia kwa gharama yoyote ili mradi tu niwapate. Ilifikia hatua nilipomtamani mke wa mtu haikuwa rahisi kumkosa. Sikuongea kwa mdomo bali nilitumia pesa. Pesa ndiyo ilizungumza. Tabia yangu ilikuwa mbaya mno. Hata mwenyekiti wa mtaa waliongea walichotaka, walilalamika kuhusu swala la kuwasha mziki nyumbani kwangu, wakidai kwamba ule mziki unawakosesha usingizi. Na ilikuwa ni kweli kwa sababu sikuwa najali kuhusu watu, kwa sababu mimi nilikuwa na pesa. Watu walinichukia kwa majivuno yangu ya kutambia pesa. Hata nilipofanya vlogu hakuna aliyesema juu yangu. Na hata walipochukua hatua ya kunipeleka polisi hawakupata haki zao. Nilitumia pesa kukandamiza jasho lao. Ulikuwa utaratibu wangu, naagiza ndafu na kula upande na jamaa zangu, kitakachobaki natupa tena kwenye milango ya watu. Kweli nilikuwa na dharau. Wenye hali duni walinitazama na kunilaumu, wakaniambia nafanya kufuru, lakini sikuwa na muda wa kusikiliza kelele zao. Sikuwaza biashara wala kazi. Nilitumia pesa nilizokuwa nazo. Nikiingia klabu utasikia wakinishangilia, wakipiga makelele wakisema Ellison amekuja, bosi wa klabu hii. Sauti za wadada walembo, kila mtu akitaka kuwa na mimi. Kwa jinsi nilivyojaliwa handsome, basi niliona kila kitu kwangu ni chepesi, sio pesa wala walembo. Usiku mmoja nakumbuka nikiwa nimelewa sana. Nilifika geto nikiwa peke yangu. Nilifungua mlango wa gari, lakini nilishindwa hata kushusha mguu kwa jinsi pombe zilivyonizidi. Nililala hapo hapo nikiwa nimekaa.
Nilikuja kuamka baada ya mwanga mkali kunipiga usoni. Kumbe palisha pambazuka muda sana. Nilitazama saa yangu iliyokuwa tayari saa 3 asubuhi. Viungo vyote vya mwili vilikuwa vinauma kwa kulala pale nikiwa nimekaa kwenye gari. Nilishuka ili niingie ndani, lakini alitokea mmoja kichaa mwanamke. Alisimama mbele yangu akaniuliza. Nikamuuliza, we chizi, hebu toka. Nilimwambia, lakini hakutoka. Alinyoosha mkono kama kuomba kitu. Nilijua hakuna anachohitaji tofauti na chakula. Nilirudi kwenye gari, nikachukua mabaki ya nyama na kumpatia. Asante, aliniambia. Aya, nimeshakupa, sepa. Nilimfokea. Alikuwa akichekacheka tu, hata kujali ukali wangu. Machizi wengine bwana, sijui wanajuaje mahali penye kula. Sasa si nimempa, hataki kuondoka ati. Niliwaza namna ya kumtoa, nikashindwa nifanyeje. Nilimnyang'anya ule mfuko wa nyama na kwenda kutupa nje ya geti. Alichukia na kutoka. Wakati anafuata ule mfuko wa nyama, mimi nilifunga geti. Aliokota mfuko wake na kurudi getini. Niliingia zangu ndani kumalizia usingizi wangu. Nililala haswa. Niliamshwa na kelele zilizotokea getini, lililogongwa mfululizo kama mtu mwenye shali. Nikajiwazia, hivi huyu nani ambaye anagonga geti langu kwa nguvu? Nikimkuta nitamkatakata kichwa. Msikilizaji, nilikuwa na hasira hatari, nimevimba. Kitu ambacho nilikuwa sijali ni kumuumiza mtu. Nilitafuta panga langu, nilipoweka na kutoka. Geti liliendelea kugongwa. Nilifika getini na kufungua. Sikutaka kuangalia ni nani aliyekuwa akigonga. Nilishusha panga kwa aliyekuwa akigonga. Alipiga ukelele. Ndipo nilimtazama, nikagundua kumbe ni yule kichaa. Mungu wangu. Nilishtuka, maskini. Nilimkata mguu, yani nyama ya mguu ilininginia kwa mara ya kwanza. Niliingiwa na roho ya huruma. Niliangalia pande zote, hakukuwa na mtu zaidi ya mtu niliyemvuta mkono na kuingia naye ndani. Nilifunga geti. Hakuweza kutembea kwa sababu maumivu yalikuwa ni makali sana, lakini nilishindwa kumbeba. Alikuwa mchafu mno, hata alikuwa akitoa harufu ya jalala. Nguo zake hazikujulikana hata rangi, zilichafuka sana. Nikajiwazia, sasa nafanya nini na huyo chizi? Nikimpeleka hospitali watasema asafishwe. Nilipata wazo. Kuna mdada alikuwa akinifulia nguo zangu, namlipa pesa. Nilimwachia yule chizi na kutoka. Nilienda kumtafuta Asia kwenye nyumba aliyopanga. Nilifika, kila aliyeniona alikimbia. Wengine walibadili njia. Waliniona ni ajabu mtu kama mimi kufika maeneo yale. Waliniogopa kutokana na matukio yangu. Nilifika na kukuta katoto kadogo kama miaka 4 hivi, 5, 6 hivi. Nilikaita toto. Msikiliza, nako kaliogopa. Mfukoni nilikuwa sikosi bigi G. Nilitoa moja na kumpatia hapo, ndipo alipotulia. Nikamuuliza, eti mtoto, Asia yuko wapi? Mtoto amejibu, yupo ndani anakula. Kalinijibu. Nikamwambia, naomba uende umuite. Yule mtoto aliingia ndani, akatoka akiwa na Asia. Asia alishtuka kwa ujio wangu, maana hata yeye nilikuwa nampiga nikikuta nguo zangu hazijatakata. Alibabaika pale. Nikamwambia nifate. Nilimwambia huku nikiondoka. Kwa jinsi alivyokuwa akiniogopa, hakunawa hata mikono. Tulienda mpaka nyumbani. Baada ya kuingia ndani,
ya geti. Asia akasema, he, Elson, umeua? Mbona damu imepatakaa hapa nje ya nje ya geti? Aliniuliza alipoona damu. Mimi nikamwambia, we acha tu, ingia ndani. Tuliingia na kumkuta yule kichaa bado akiwa analia. Elson, usiniambie wewe ndo umefanya hii kazi. Nikamwambia, huu sio muda wa maswali, tuongee biashara. Biashara gani? Unataka uniuzie kesi? Alafu wewe nitakuzibua sasa hivi. Sasa cha kufanya, fanya hivi, muogeshe huyu kichaa, nataka nimpeleke hospitali. Mimi? Sasa nani? Naongea na wewe. Sawa bosi, nisaidie kumbeba basi. Mimi ni mbebe? Ndio. Sasa nitamuogeshaje? Hapana, we muogeshe hapa, kwani kichaa na aibu? Ali, sasa namuogeshaje mimi? Nikamwambia, nakufungia mpira mrefu, unamuogesha, ukimaliza unafanya usafi, nitakuongezea hela. Sawa, lakini hata kama ni kichaa huyu bado ni mwanamke. Ondoka basi nimvue nguo, aliniambia Asia. Nilitoka nikafunga mpira mrefu, nilimtupia na sabuni.